Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Leo natamani tuongee kitu kimoja ambacho tunaenda kujadili mada moja ambayo tunasemeje, madhara ya kuangalia video chafu mtandaoni. Kama wewe mtumishi wa Bwana unaongeleeje hilo swala la kuangalia video chafu mtandaoni? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi kwa hilo swali kwa sababu ni kitu kibaya, of course. Video chafu au vitu vibaya ambavyo vijana wengi wanaviangalia mtandaoni ambavyo havifai, vina hatari nyingi sana. Mimi nitazungumzia kama tatu hivi. Hatari ya kwanza ni kujitenga na uso wa Mungu. Hatari ya pili ni time wastage, tunapoteza muda mwingi sana. Lakini hatari ya tatu ni psychological distortion. Maanake ukiwa unaangalia zile video unaharibika kisaikolojia. Nitaanza na ile ya kwanza. Ile ya kwanza ambayo tunasema kwamba video chafu zinaweza kukufanya ujitenge na uso wa Mungu. Naomba tu niseme kwamba dhambi ni chanzo cha kujitenga na uso wa Mungu, na video chafu ni dhambi. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo kijana kama akiconcentrate kuangalia video mbaya, maana yake anamkosea Mungu, automatically Mungu atamkataa. Na kama unatenda dhambi moja kwa moja, maana yake Mungu atakukataa. Kwa hiyo athari mojawapo ambao tunaipata kwenye kuangalia video chafu, moja kwa moja tunaona kwamba tunajitenga na uso wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni dhambi. Na mtu anaweza kaniuliza ni dhambi kivipi? Kwa sababu unavyoangalia utatamani, si ndio? Na Biblia inasema kabisa yoyote ambaye anamtazama mwanamke ukimtamani tayari ameshakwisha kuzini. Kwa hiyo utakuwa unazini kila siku, unajitenga na uso wa Mungu. Mungu na giza havichangamani. Hayo mambo ambayo unafanya ni giza. Sisi tunaelewana. Kitu cha pili ambacho naweza nikasema ni kupoteza muda. Watu wanapoteza muda sana. Watu wanapoteza muda especially kwenye swala hilo la scroll na kuangalia video mbaya na chafu. Ni swala ambalo halifai. Swala ambalo halifai sana. Kwa sababu watu wengi baada ya kufanya mambo ya muhimu ambayo yatawafanikisha, ambayo yatawafaulisha kimasomo, maybe kama mtu alikuwa anatakiwa asome Biblia, huo muda anaotumia vibaya kuangalia hizo video mbaya. Na nikwambie kitu kimoja, shetani yupo kazini. Hayo maswala ya kuangalia video yana attract watu, wanaona ni mazuri, vijana wanaona ni mazuri. Biblia imesema kabisa iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini machoni pa Mungu ni machukizo, si ndio? Kwa hiyo vijana wanapenda kwa sababu wanaona ni kitu kizuri. Moja kwa moja wanapoteza muda mwingi sana, ambapo huo muda angefanya mambo ya muhimu kidogo ingemsaidia. Lakini swala la tatu, tunaharibika kisaikolojia. Tunaharibika kisaikolojia kivipi? Ukiwa unaangalia zile video moja kwa moja, muda wote utakuwa unawaza, unathink kuhusu kile ambacho umekiangalia. Hata ukiwa unatembea njiani unaweza ukapata ajali kwa sababu unakuwa unafikiria. Swali limekuingia, swali limeshaingia ndani, utakuwa unafikiria. Mwalimu anafundisha darasani, unafikiria kile ambacho umekiangalia. Sisi tunaelewana? Upo kanisani, baada ya kusikiliza mahubiri utakuwa unafikiria. Psychological utakuwa umekwisha kuharibika. Muda ambao utakiwa kufikiria maisha yako, nafanyaje, mimi nitakuwa baba, natakiwa nifanye nini, unafikiria huo ujinga. Kwa hiyo psychological utakuwa umeshaharibika. Mungu awabariki sana. Amina sana.